Timbwa. Hizo mnazoziona ni tiketi za safari. Muone bwana Mtaula na mwingine ataeleza yeye nani wa kupata tiketi hizo za safari hiyo ya tarehe 12 mwezi wa 7, tarehe 12 11 tarehe 11 mwezi wa 7 hapo Msata. Kwa hiyo Mtaula ataeleza ni nani mwingine wa kupatikana tiketi hizo. Tiketi hizi hapa zinapatikana Mtola Food Point, zinapatikana kwa Karimu Jamari pale, lakini pia zinapatikana kwa Muode Gango, lakini pia zinapatikana kwenye ofisi zote za serikali, na ofisi ya kata, lakini pia zinapatikana hizi zinapatikana kwa Saidi photographer mpiga picha. Kwa hiyo tiketi hizi ziko maeneo mbalimbali, lakini pia kwa Tege zinapatikana pale counter, na Wame Resort counter zinapatikana, ili bali na KT counter zinapatikana. Kwa hiyo karibu sana, na stand hapo kwenye fashion zinapatikana hapa stand. Ukija unataka tiketi basi unaambiwa kwa mwenyekiti pale, unaambiwa wapi kama inaisha. Basi usikose pambano hilo. Wewe wa Sadani, Mkange, kwa Msisi, Mihuga na vijiji vyote vilivyoizunguruka Miono, tuinue Miono. Karibuni mabondia 50% ya kijiji cha Miono wanapambana hapo Msata. Hapa nina washabiki mbalimbali na wapenzi, na wengine ni mabondia ila hawajajiandikisha. Wapo wengi tu. Huyu hapa unayemuona ni bwana Mtesa. Anasemaje kuhusu tarehe 11 mwezi wa 7 pambano la ngumi linalofanyika hapo Msata? Sisi kuhusu pambano sisi tunajiamini, tunajiamini kweli kweli. Sisi asilimia kubwa ndio ushindi. Okay. Naye bwana Kijiwe hapa naye. Kijiwe atatueleza na anawaambia nini mabondia wetu na wazingatie nini. Manake leo tarehe ngapi? Moja hadi tarehe 11 kuna siku 10. Kuna mengi ya kuzingatia ili kurudi na ushindi. Anawaambiaje mabondia wetu? Zingatia mazoezi, wale msosi wa kushiba, sile msosi chapati mbili. Chapati kwanza 7-6. Okay. Na maji mengi. Ina maana chakula na maji. Maji mengi. Okay. Ushauri mzuri sana kwa mabondia wetu. Basi nachukua ushauri kwa mashabiki na wapenzi mbalimbali wa michezo hii, hasa huu mchezo wa ngumi unachezeka Msata. Hao ni mabondia watakayepambana siku hiyo Msata. Pambano kubwa ni Fadhili, Rajabu na Eric Jacobu. Hao wengine ni mapambano ya awali kama unavyowaona. Huyo hapo unayemfuata ni mwanakamati mmoja wapo bwana Semunyu anaitwa. Atajielezea zaidi. Habari kiongozi? Salama kabisa. Vipi ndugu yangu? Safi. Mmejiandaaje na pambano la tarehe 11 mwezi wa 7 hapo Msata? Na tupo vizuri. Na leo mabundi yangu nimetoka nao kidogo, nimeenda Msata kupima afya. Hivi sasa hivi tumeenda kupima afya na tupo nyumbani. Bila mazoezi ya pambano la tarehe 11 mwezi wa 7 hapo Msata hapo Chepo hapo. Okay. Na hapa kushoto kwako namuona manager naye. Ngoja nione naye ana yapi ya kuzungumza. Mimi ni timu Mayole, timu Fadhili, timu vijana wote wa Miono. Nipo kama meneja wa kupambano hili. Sisi kwanza hatuna kufeli. Unaelewa bwana? Sisi hatuna kufeli kwa sababu ngumi sisi ndo kazi yetu na ngumi ndo kila kitu. Unaona, kwa vijana wetu tuwasupport, tuwape nguvu, kila kitu kiende sawa. Sawa. Ni hayo tu. Haya. Timu Miono oye. Miono Oye. Na hapa namsogelea huyu Buga mheshimiwa hapa. Atachangia yapi katika mabondia wetu wanaenda kupambana hapo Msata tarehe 11 mwezi wa 7? Ushauri au maombezi au anaombea nini? Maana mabondia karibuni 50% au 60 wote wanaenda kupambana.
Mimi cha kwanza nathibitisha kwamba mabondia tumewashuhudia kwenye mazoezi wapo vizuri na tuna uhakika wanachokwenda kufanya hawaendi kukibahatisha. Sawa. Kuna hakika kila atakayeenda kuingia ulingoni atatoka na mafanikio. Kinachobaki tunamwachia Mungu. Kama mlivyosikia viongozi wote na miono karibuni 70% au 80% wanaombea ushindi mabondia wetu. Miono raha na miono inapendeza. Miono inapendeza sana. Hapa naye nani? Bwana Hija. Hija anamwambiaje Maoleole kuhusu pambano la siku hiyo? Hija yeye mpenzi wa mziki angenijibu. Lakini Hija si mpenzi wa ngumi. Namuona mdogo wangu huyu naye anasemaje kuhusu mabondia wetu siku hiyo ya tarehe 11 mwezi wa 7 hapo Msata. Maana yake karibuni 60% ya mabondia wa kijiji cha Miono au kata ya Miono wanaenda kupambana siku hiyo. Unawaambiaje? Yaani mimi kwanza naombea tu washinde na naamini watashinda kwa sababu wako vizuri kimazoezi na wanaendelea vizuri. Nashukuru sana. 80% nyingi sana wanaombea kila laheri na ushindi na wanaamini walioyafanya na walioyaona mazoezini ni ushindi mkubwa. Wewe unamuona hapa dada yetu hapa stendi. Tunakula vyakula kwake, chapati. Naye sijui ana yapi ya kusema kuhusu mabondia yetu wanaenda kupigana hapo Msata. Mimi naambia washinde. Nawapa hongera. Pongezi nyingi. Kwa mazoezi mazuri. Sawa. Mimi watashinda tu. Sawa. Kuna wakina mama pia wanapambana. Unawachukuliaje hao? Hao ndio wenzangu napenda sana. Sawa. Washinde. Wakishinda na zawadi yao. Hao wakina mama. Mmemsikia jamani dada yetu huyo anasema hivyo. Na kuna mama wengine wamekaa nyumbani hawashughuliki kama wewe, nao nawaambiaje hao? Hao nawapa pole kwa sababu sio hawana changamoto ya maisha. Safi sana. Nashukuru kwa majibu yako. Asante. Haya. Ombeaje mabondia wetu wa Miono naenda kupigana Msata wakina Maoleole? Ushindi tu tena wa juu kabisa. Nashukuru sana. Mwingine ndugu yangu Wendu huyu hapa huyu. Amekuja sasa hivi na nataka aniambie tu anachukuliaje pambano la tarehe 11 mwezi wa 7 hapo Msata na mabondia wetu karibuni 60% wanaenda kupambana hapo Msata. Je, yani kifupi. Yani 100%, 100%, yani kwa sisi tunashinda. Yani tunachapa, yani anayejishangaa sisi tunachapa tunaweka. Yani tunachapa. Au kipigo kinaitwa kipigo cha mbwa koko. Unasemaje kipigo cha mbwa koko? Mmeona shangwe hizo jamani kijiji cha Miono ni siku hiyo ya tarehe 11 mwezi wa 7 hapo Msata. Hapa namuona Shabani, tunakula chips stand Miono kwa sababu ya Shabani Pepe anatusaidia sana na tunakula kwa kiwango ambacho yeye anajua atatuhudumia vipi. Ana yapi ya kusema kuhusu pambano la tarehe 11 mwezi wa 7 hapo Msata? Mabondia wetu wengi tu wanaenda kupambana hapo Msata. Anasemaje bwana Shabani? Anasema ana kazi kidogo, kuna wateja wanahitaji huduma. Nitaongea naye baadaye atatujibu. Hey!